Hello, mafundi kwema. Sasa leo ninaomba tujue principles za contactor kwanza. Ninajua mna mzuka wa kujua masuala ya mota, lakini niliwatumia ile mkaona contactor zinavuta na nini. Sio wote wanajua contactor inafanyaje kazi. Sasa iko hivi, hii ni contactor. Contactor ni nini? Contactor ni switch inayoendeshwa kwa mfumo wa magnet. Sawa? Contactor ni switch inayofanya kazi kwa mfumo wa usumaku. Sasa contactor, ili tuielewe vizuri, ni kwamba ina parts za muhimu. Sawa? Na parts za muhimu, ina terminal, lakini ina normally close na normally open. Then ina terminal. Terminal, tunapozungumzia terminal ni hizi. Kwa hiyo hizi ni main terminal, lakini hizi ni auxiliary terminal. Kuna main terminal, ina maana ni hizi. Hii itavusha umeme kuja huku. Sawa? Lakini tuna auxiliary terminal. Auxiliary terminal ni hizi ndogo hizi. Hizi ni visaidizi vya contactor. Tunaposema auxiliary, ina maana ni visaidizi vya nini? Vya contactor. Kwa hiyo hivi navyo, kwa mfano, kuna auxiliary normal open. Ina maana hii muda wote inabaki iko imefunga. Yaani kwa maana ya kwamba ukipitisha umeme unapita. Lakini contactor hapa, si unaona kuna normal open na normal close. Alafu kuna normal open na normal close. Kwamba hii normal close namba 22 na namba 21, hiyo muda wote imeunga. Alafu normal open muda wote imefungua. Kwa hiyo inapotokea contactor imefunga, yani imevuta namna hii, imeshuka hapa vap, namna hii, ile iliyokuwa normal open inakuwa normal close, iliyokuwa normal close inafungua, inakuwa normal open. Hizo ndo auxiliary. Sasa tunacheza nazo vipi? Tutakuja kuona tunapocheza na starter ya star delta na starter kiujumla. Utaona namna ya kucheza na hizi normal open na normal close. Lakini contactor pia, ukiachana na hizo sehemu mbili, kwamba spring kwenye terminal ina terminal, main terminal na ina auxiliary terminal. Sasa tunakwenda kuona sehemu nyingine, ni kwamba contactor pia ina cover ni hiyo, lakini contactor ina contact. Tunaposema contactor lazima zicontact hivi. Hii kitu hapa ni line ya kwanza, hapa ni line ya pili, hapa ni line ya tatu. Hii line kuvuka kuja huku, ni lazima hii contactor ipate umeme, itengeneze usumaku, ivute. Inapovuta inashuka hii namna hii, inakwenda inaunga, ndo tunasema contact. Ina contact hapa, inavusha umeme kuleta hapa, na huku ina contact hapa, inavusha umeme kuleta hapa, na huku hivi ina contact hapa, inavusha umeme hapa. Ndo maana ya contact, kwamba inatoa umeme kwenye terminal hii, inaleta huku. Lakini ukitoa umeme inarudi, ukiruhusu umeme inavuta. Kwa hii ndo contactor. Kwa hiyo hata inavyorudi na kuruhusu, unaona hata hii auxiliary hivi, terminal hii contact ya auxiliary contact hizi, unavofunga hivi nazo zinashuka. Ina maana ikishuka hivyo, iliyokuwa open chini inakuwa, iliyokuwa imefunga ina open, iliyokuwa ime open inafunga. Kwa hii ni open ya juu hii, lakini unapobonyeza inapopata umeme contactor hivi, hiyo ina close. Hapo umeme unaweza ukavuka. Hilo la pili. Kwa hiyo ukishaona parts hizo za contactor, unajua kwamba tuna auxiliary contact, alafu tuna main contact. Sawa? Baada ya hapo tuna kitu kinaitwa spring na tuna cover. Spring alafu tuna cover. Sasa spring ni spring. Sawa? Tuna spring. Spring yetu ni hii. Sawa? Hii inatengeneza tension, kwa maana ya kama pressure ya kurudisha juu hii kitu. Lakini hapa tuna coil. Hii ni coil. Sasa hii coil ndo tunayoingiza nini? Umeme hii. Ukiingiza umeme, kwa sababu hapa katikati kuna chuma, hii ni coil. Tunasema solenoid coil. Hii ni solenoid coil hii. Hii ni coil ya solenoid.
ambapo solenoid coil inahusika sana kwenye kutengeneza magnet. Ina maana unaingiza umeme wako hapa, sawa, line na neutral. Ukishaingiza line na neutral, kwa sababu hii contactor coil yake ni ya 220 voltage, sawa, contactor yake ni ya 220 voltage. Hapa imeandikwa hapa 220 voltage, ina maana hapo inaenda hadi 250, sawa. Kwa hiyo ukishaingiza umeme hapo, ukaja hapa, inatengenezwa magnet. Ikitengenezwa magnet hapa, kinachofanyika ni kwamba ikitengenezwa magnet ile inakuwa kwenye chuma hiki. Chuma hiki kinapata usumaku, kitavuta chuma hiki kwa sababu kipo upande wa juu. Hiki chuma kinatakiwa kishuke. Kinapokuwa kimeshuka, chuma hiki kitashuka kwa speed, ndio utasikia pa ile contact inapopigaga kelele. Inapiga kelele kwa sababu ya hii tension ya hii spring. Kwa hiyo ikishaunga, inaruhusu sasa umeme utoke huku kuja huku, ivuke kutoka hapa kuja huku. Lakini kiachia, hii tension inasukuma, inapanda juu contactor hivi, ina maana umeme unashindwa kuvuka kutoka hapa kuja huku, sawa. Kwa hiyo kwenye parts za contactor sasa tuna terminal hizi, tuna main terminal, alafu tuna auxiliary contact, tuna main contact ambao ni hizi, alafu tuna auxiliary contact, alafu tuna cover hii, alafu tuna spring tension, alafu tuna coil, ambapo hii coil ndio solenoid coil kwa ajili ya kutengeneza usumaku, alafu tuna cover. Sasa kitu ambacho fundi natakiwa ukijue ni kwamba unaona hii point hii na hii ni point moja, hii na hii ni point moja. Yaani kama hii ni A1, hii itakuwa A2, sawa. Na kama hii itapewa B, basi hii itakuwa B1, hii B2. Ndivyo zinavyokaa. Hilo kwenye contact, kwenye sumaku. Nadhani hadi hapo utakuwa umenielewa. Au mnataka tutest namna sumaku inavyofanya kazi, sawa? Sema kwenye video hauwezi kuona, labda ungekuwa live. Sasa hapo tumeshamaliza kuiona contactor yetu ili ikamilike na vitu hivyo vitano. Asante sana. Kwa ila kitu cha kukumbuka ni kwamba hii ni coil, unaingiza umeme. Alafu hapa line, hapa neutral. Au hapa line, hapa neutral. Lakini kama umeingiza line hapa, basi na hapo unaweza kuingiza line. Kama umeingiza neutral hapa, basi line unaingiza hapa na hapa. Kama umeingiza line hapa, basi na hapo unaweza kuingiza line hapa ikabaki neutral. Sawa sawa? Asante sana. Stopisha. Tunavyoirudishia contactor yetu, hivi ndo tunavyoirudishia. Unairudishia cover yako. Ina maana contactor nyingi huwa zinaungua sana. Hii contact hizi ndo huwa zinabutuka, zinaungua. Zikiungua kwenye mota ya free phase, ambapo tumezoea kuita free phase, lakini kule ukumbuke zinaenda line 3. Line moja ikifeli, mota itazunguka, lakini lazima iungue. Utapata moto sana alafu inaungua. Kwa hiyo lazima kuwa makini sana na contactor hizi. Unaona? Fundi ukifika site cheki, ili kuokoa gharama kwa mteja. Sawa? Then hizi ni cover ambazo zinaonyesha tu terminal, kwamba terminal ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya, kwa mfano hapa hii ni contactor yetu. Sasa contactor ikisha kuwa hivi, ina maana line 1 inapotoka inaingia kwenye moja, inapotoka inatoka kwenye mbili. Line 2 inaingia kwenye namba 3. Inapo kama namba 3 imeingia hapa supply, ujue itatoka namba 4. Namba 5 ikiingia inatoka namba 6. Hizi ni line. Hapa inapita line 2. Lakini kwenye coil huku ndipo inaingia nini? Neutral. Sasa kuna ndugu zetu wale wanasema mota sio inatumia voltage 600 na kitu sio na nini, huwa wanasoma kwenye contact humu. Sawa, contactor wanatuandikia labda kwenye inchi za wenzetu, lakini kwetu huku binamu sijawahi hiyo. Sasa contactor fanyaji kazi wake huwa tunatumia push button. Watu wengi wanachanganyikiwa kuona kuna push button hizo mbili.
hebu leo nikulete huku ili unielewe vizuri. Hii ni supply voltage 220. Sasa tunataka hii contactor ivute. Tunataka hii contactor ifanye nini? Ivute. Hii contactor ili ivute lazima ipate umeme. Kwamba coil namba A1 lazima ipate line, A2 ipate neutral. Kwa hiyo tuna A1 na A2 coil. A1 hii hapa, zoom kwenye namba A1 hii hapa. Ukizoom sana ndo hiyo hapa. A1 hii hapa, sawa. Lakini A2 hii ipo hapa, hii A2 hii hapa. Lakini hii A2 ndo A2 iliyoko huku, hii hapa. Kwa hii na hii ni moja. Kwa hiyo sasa tunafanya kitu kimoja. Tunachukua, tunaingiza supply line hapa. Tunatumia switch ya kawaida tu, ili huu ni mwanzo wa kujua contact inafanyaje kazi. Sawa? Sawa? Unaunga line hapa. Lakini neutral unakuja kuiunga huku kwenye A2. Sasa unaweza ukaunga kwenye A2 hii au A2 ya chini, zote ni sawa. Sawa. Ukishaunga hivyo, si unaona nilipounga, unakuja unaigeuza contactor yako hivi. Sasa tunataka hii contactor kazi yake ni kwamba hivi zile push button huwa tuna push ili ziruhusu umeme uje kwenye contactor. Sasa leo tunaunga switch ya kawaida. Sawa? Tunatumia switch ya kawaida. Hiyo switch ya. Sawa? Sasa tunawasha hii switch. Lazima contactor hii ivute. Hapa. Hapa. Contactor unaona imevuta. Kuzima pia unaweza kuzima hivi. Sawa? Sasa mzungu akaona kufanya hivyo bado haiwi tamu. Sasa inatakiwa namna fulani hivi ifanyike. Sasa switch ni hii. Ukiwasha contactor inavuta. Sawa? Lakini ukitoa tu waya mmoja huko, lazima contactor hiyo ifanye nini? Izime. Kwa sababu gani? Inakosa nini? Umeme. Ile coil inapoteza usumaku. Sawa? Iya. Coil inapoteza usumaku. Lakini niliwaambia kwamba ile A1 hii ndipo inaingia, lakini A2 hii inaingiza line. A2 inaingiza neutral. Unaweza ukaingiza hapa au kaingizia huku chini, kote ni sawa. Na ileta hapa. Hii hapa contact. Ukiachia na acha. Hii hapa. Ukiachia na acha. Sasa mzungu akaona tutumie push button. Stopisha. Sasa huyu mwenye ngozi nyeupe, hao wenzetu wenye akili wakaona isiwe shida, tutumie push button. Sasa push button tuna kitu tunasema normal close. Push button lazima uwe nazo hizo mbili, normal close na normal open. Normal close ina maana muda wote inabaki imeunga, kwa hiyo umeme unapita tu. Alafu tunakuwa na normal open. Normal open muda wote imebaki imefungua, ukipress ndo ina close. Sasa tunakuwa na batani zetu hizo, tunachomoa kwenye umeme, tunakuja ile button ya normal close tunakuja tunaiunga hapa kwenye switch ya one way. Kwa tunakuja sasa tujue normal close inafanyaje kazi. Normal close unapoifunga ina maana inabaki imeunganisha. Kwa hiyo tunaunga normal yetu close hapa. Ili twende pamoja. Kila mmoja lazima ajue kufunga starter. Unaifunga normal close hapa. Ina maana hii inabaki imeunga muda wote. Ukiplay